Baba yangu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante tena kwa kunipa kibali. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye ananifuatilia kupitia maombi ya asubuhi. Asante Roho Mtakatifu kwa upendo mkuu. Umetupenda kuliko kawaida Bwana. Macho yetu yanakuinua asubuhi ya leo, mioyo yetu imenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukishuka na kunyenyekea mbele zako. Baba yangu wa mbinguni, sisi ni wakosaji mbele zako, ndiyo maana tuko hapa wanao, tuko hapa watoto wako. Tumeshuka mbele zako Yesu, tukiomba rehema zako, tukiomba rehema zako Baba. Imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 ya kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, tazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu uliye hai, wanao tumeshuka mbele zako sawa sawa na rehema zako. Tunaomba ututakase Bwana asubuhi ya leo. Uturehemu wanao sawa sawa na fadhili zako. Turehemu watoto wako sawa sawa na wingi wa ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Romo shanda ramakuri Risa ramata rabashaka mandorokuri ya masike. Baba, kila mmoja ameinama mbele zako, anakuinulia wewe Bwana mikono yake, akianguka magotini pako Yesu, kwenye kiti chako cha rehema. Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu. Turehemu tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako, hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana wa kutusaidia. Rosa karamanda rabaka. Kila mmoja aanze kutamka maneno ya rehema. Mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akutakase, mwambie Baba akutakase. In the mighty name of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso. Risa kataraba randa ramandara risa taraba kuria risa ndaramando roko shandara makuria riaba baba risa tarama kuri bashaka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, na kuhitaji kwa mara nyingine, na kuhitaji tena, na kuhitaji Bwana zaidi ya nilivyokuwa kukuhitaji. Mwambie Yesu, na kuhitaji, na kuhitaji tena. Wewe ndio msaada wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio kimbilio langu. Anza kutamka, mwambie Roho Mtakatifu, na kuhitaji peke yako, na kuhitaji peke yako. Baba, tunakuhitaji, maana wewe ndio msaada wetu. Hatuna pahali pengine pa kukimbilia. Tumekuja kwako Bwana, tunahitaji msaada wako, msaada wa kutusaidia wakati wa mahitaji, msaada wa kutubeba wakati wa shida, msaada wa kutusaidia Baba. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa mkono wako Baba. Hii ni siku mpya, tunahitaji tushike. Rikanda ramanda rababakariabasa randa ramando rokoria risanta ramakosha rabababababa rikatarabashaka. Baba, nishike kwa mkono wako, nishike kwa mkono wako. Kila mmoja atamka, mwambie Baba, naomba unishike, naomba unishike, naomba unishike. Peke yangu siwezi Bwana, peke yangu siwezi Bwana. Wakati naomba, ninaona mama huyu analia, ninaona baba huyu ameteseka, ninaona huyu binti analia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, sina kunishika, ni wewe tu wa kunisaidia. Rika baba, rika baba. Oreseterere. Ninaona Bwana akileta msaada kwenye maisha yako. Sijajua umelia kwa miaka mingapi, na sijajua umelia kwa muda gani. Mwambie Baba, naomba ulete msaada kwenye maisha yangu. Peke yangu siwezi Bwana, naomba ulete msaada. Omba msaada, omba msaada, omba msaada. Rere serere.
Ninaona una kilio, ninaonyeshwa kilio katika ulimwengu wa roho. Ninaona umelia kwa miaka mingi, naona umelia kwa muda mrefu. Mwambie Baba, nahitaji msaada asubuhi ya leo, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunibeba. Orika baba mandara baba shataraba koria resataraba karamanda resatararara. Baba tupe msaada, Baba tupe msaada. Hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia, ni wewe Bwana msaada wetu, ni wewe Bwana msaada wetu. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo tunahitaji msaada. Risandaramakuribasaka makuria baba. Wakati naomba nasikia Mungu ananiambia, umekuwa unapitia mahali unahitaji msaada, unahitaji kumwona Yesu akitenda kazi, unahitaji kumwona Yesu akijibu kilio chako, unahitaji kumwona Yesu akikufungua, unahitaji kumwona Yesu akikuponya, akikutoa kwenye huo ugonjwa, unahitaji kumwona Yesu akifungua tumbo lako la uzazi, unahitaji kumwona Yesu akikupa kazi, akifungua kazi, unahitaji kumwona Yesu akikutondoa kwenye kufilisika, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kwenye taabu, akitoa kwenye mateso ya miaka mingi. Kuna namba kwenye skrini yako. Wakati unaendelea kuomba, chukua hiyo namba kwa skrini yako. Hiyo namba moja ni ya WhatsApp. Natuma ujumbe wako, mwambie Baba, niambie kwamba Baba, ninapita hapa, nahitaji unisaidie, nahitaji unishike kwa mkono. Tutaomba na mbingu zitaenda kufunguka. Na inawezekana saa hii unasikia ndani yako una mzigo mkubwa sana, na huo mzigo unatamani usimame na dhabihu, usimame na sadaka, unasimame mwambie Baba, naomba unitoe mzigo huu. Kamata hiyo namba ya Vodacom, iko hapo kwa skrini yako, iandike Napanda Sadaka. Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo. Naisikia sauti ya Mungu ya kwamba asubuhi ya leo anaenda kukutoa kwenye mateso. Nasikia Bwana ananiambia anaenda kutoa kwenye mateso, anaenda kutoa kwenye shida, anaenda kutoa kwenye taabu, anaenda kutoa kwenye taabu. Baba, kutoe taabuni. Arika mando rokota resa tarabakari randa rababa sataraba kushata rababa manda raba shata raba kuribasaka makaya baba sere karamoshanda ramando riako sakarama kuribasika. Bwana anaachilia neema kubwa asubuhi. Bwana anaachilia neema kubwa asubuhi. Bwana anaudhihirisha utukufu wake asubuhi. Hii ni milango ya asubuhi, ni milango ya asubuhi, ni milango ya asubuhi. Hii ni milango ya asubuhi. Zaburi 118 Biblia inasema kuanzia ule mstari wa kwanza, nitasoma mpaka ule mstari wa 13. Biblia inasema, haleluya, mshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Aruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Aruni na waseme sasa fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yu pande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Biblia inasema, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumaini wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka, kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka, naam, walinizunguka, kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto miibani. My Jesus, nasema kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Oh my Jesus, my Jesus, my Jesus. Hapa kuna siri kubwa sana. Nasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Mstari wa 5, katika shida yangu nalimuita Bwana, akanijibu, akaniweka panapo nafasi.
Asubuhi ya leo tunaenda kumuita Bwana, anaenda kutujibu na kutuweka kwenye nafasi, kutuweka kwenye position, kutuweka kwenye neema. Anasema na mlango wa Haruni wanamuita Bwana, ili Bwana awajibu na awaweke katika nafasi. Anasema katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Panapo nafasi maana yake nini? Panapo nafasi maana yake ni sehemu ya neema. Panapo nafasi ni sehemu ya utukufu. Panapo nafasi ni sehemu ya kuinuliwa. Panapo nafasi ni sehemu ya kunyanyuka. Ninamsikia Mungu akizungumza na mimi asubuhi ya leo, akiniambia wewe uliolia na unamuita Bwana katika shida zako, asubuhi ya leo ninaona neema ya kwamba malango yanaenda kufunguka. Haya malango ya Haruni ya asubuhi yanaenda kufunguka, nao utamuita Bwana kwenye hiyo shida yako na Bwana atakujibu. Sijajua unapitia wapi, na sijajua unapita kwenye changamoto gani, na sijajua unapita mahali gani pagumu, lakini naisikia sauti ya Mungu ya kwamba Bwana anaenda kukuweka panapo nafasi. Mungu anakujibu sahihi. Asubuhi ya leo ni maombi yangu Mungu akujibu yale maombi uliomba muda mrefu. Mungu afungue malango mara kama malango ya Haruni, Baba akujibu. Umeomba juu ya kazi, Baba akupe kazi. Umeomba juu ya kuinuka, Mungu akupe kuinuka. Umeomba juu ya watoto, Bwana kufungulie mlango wa watoto. Umeomba juu ya ndoa, Baba afungue mlango juu ya ndoa. Umeomba juu ya kazi, Baba akupatie kazi. Umeomba juu ya wateja, Baba akupatie wateja. Mimi sijajua unaomba nini, lakini Biblia inasema, Daudi anasema katika shida yangu na alimuita Bwana. Tunaenda kumuita Bwana kwenye shida yako asubuhi ya leo. Tunaenda kumuita Bwana kwenye shida yako asubuhi ya leo. Niandikie shida yako kwa njia ya WhatsApp, utaenda kuomba. Lakini kama una mahali unapitia na unatamani tumuite Bwana katika hiyo shida yako, Yesu anaenda kuimaliza hiyo shida leo, na sio kwa namna yoyote, na sio kwa namna ya kuchelewa. Maana Mungu wetu hawai wala chelewi, lakini Mungu wetu ni Mungu wa sasa. Maana yake katika shida yako anaenda kukujibu kwa haraka. My Jesus, my Jesus. Kuna mtu anaamini sahihi kwamba Mungu anaenda kufanya kitu. Nataka uchukue hiyo maombi yako, andika kwa hiyo karatasi na iunganishe pamoja na sadaka yako. Ninaenda kumuita Mungu katika shida yako, na hiyo shida yako inaenda kuisha. Andika katika karatasi hiyo shida yako sahihi, na wakati unasikiliza unaweza kustopisha kidogo na ukaandika kwa hiyo karatasi na ukakamata pamoja na sadaka yako. Tunaenda kumuita Bwana. Anasema Daudi katika shida alimuita Bwana, Bwana akamjibu. Na wewe utajibiwa leo. Naomba sasa, kamata hiyo ulioandika, andika maombi yako. Naomba inua juu, tamka maneno, sema, Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo, haya ni malango ya asubuhi. Mungu uliye hai, na kuita kama Daudi alivyokuita. Baba alipokuita kashika shida, wewe ulijibu na ukamweka panapo nafasi. Unajua shida zangu hizi, unajua mawazo, unajua ninavyoteseka, unajua ninapopitia kwenye changamoto. Baba wa mbinguni, na kuita asubuhi ya leo, anza kumuita Bwana. Ninakuita Yesu, ninakuita juu ya malango ya mama huyu, ninakuita juu ya malango ya baba huyu, ninakuita juu ya kijana huyu na juu ya binti huyu, katika jina Yesu. Baba nakuita juu ya hiyo changamoto ya kazi, juu ya hiyo changamoto ya ndoa, juu ya hiyo changamoto ya uchumi, juu ya hiyo changamoto ya wateja, juu ya hiyo changamoto ya kutokufanikiwa. Mungu uliye hai, katika jina Yesu. Baba nakuita, Baba nakuita, Yesu nakuita, Yesu nakuita kwa ajili ya baba huyo, kwa ajili ya mama huyo, makori ya basaka rabakorabashata, in the mighty name of Jesus. Baba nakuita, Yesu nakuita, Yesu nakuita, riamando satata rapakoribasha randa rakayata. Baba nakuita, nakuita Yesu kwa ajili ya changamoto ya mama huyu na baba huyu, makorebeshatara rasatatata. Baba mjibu kwa haraka, mjibu kwa wepesi, fungulia neema, fungulia mambo makuu
kama Daudi alivyokuita Baba ukaitika. Baba, muitikie mama huyu, muitikie baba huyu, muitikie kijana huyu, aone nguvu zako na aone utukufu wako. Pokea sifa Bwana Yesu, katika jina Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kumjibu mama huyu, kwa kumjibu baba huyu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naomba uchukue sadaka yako, panda kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 na nitumie ujumbe kwenye WhatsApp, na utaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi na Yesu Kristo akidhihirika katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Weka sadaka yako na mkono wa Mungu utakuwa dhabiti. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia na maelfu ya watu wanakusanyika kumwona Yesu Kristo mtenda miujiza. Shalom, 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 shalom.